Hapa ndipo mama mdogo wako alipokuwa anaishi kipindi hajafariki. Sawa afande. Na vipi kuhusu watoto wake ambao walibaki? Kuhusu watoto wake, kiukweli sasa hivi hayupo hata mmoja. Wamepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Ina maana haujui chanzo hata kidogo ambacho kilifanya wote wakafariki au kupotea? Yaani kuhusu hilo mdogo wangu, ninachokifahamu ni kuhusu yule dada yako Nasi. Aliuawa getoni kwa mwanaume, na huyo mwanaume anaitwa Chika. Afande, yule Chika si ndo ambaye amenisaidia mimi na kanipokea? Ndio yeye yule kuja naye kituoni. Kwa hiyo ndo alimuua dada Nancy? Hapana. Aliyefanya mauaji ni rafiki yake anaitwa Maliki. Na nina picha yake. Afande, huyu ndo alionibaka mimi. Alikubaka? Ndo ambaye amenibaka mimi huyo afande. Pole sana mdogo wangu. Huyu ni ndugu yako na ni kaka yako. Usilie. Alinifanyia kitu kibaya sana afande. Basi naomba hata niingie ndani niangalie hata picha ya mama mdogo tu. Hapana. Hii nyumba ipo chini ya uangalizi. Maana humu ndani ndipo ndugu zako waliuawa. Kwa hiyo huruhusiwi kuingia. Sasa afande, nitaenda wapi? Afande, nilikuwa nimekuja hapa mjini. Nilikuwa namtegemea mama wangu mdogo. Mdogo wangu, usijali kuhusu hilo. Twende ukaishi nyumbani kwangu. Dada, naomba unisamehe sana. Nimekuvunjia heshima vya kutosha. Nilikuwa sijui kwamba sio kosa lako. Nimetoka kumwona mama leo. Ameniambia kila kitu. Naomba unisamehe dada yangu. Dakalunde, mbona unakaa kimya? Unamaanisha nini? Usijali mdogo wangu, mimi nimesha kusamehe
Pia na mimi naomba unisamehe kwa nilichokukosea. Sikujua kama Chika ni mpenzi wako. Na mimi ndiye mwenye matatizo kwa sababu nilianza kumuonyesha upendo bila hata yeye kujua. Kwa naomba unisamehe sana mdogo wangu. Usijali dadangu. Najua si makosa yako. Ni makosa yangu sikukusikiliza. Usijali. Mimi na wewe ni familia. Kwa hiyo acha yapite. Kumbe dada, umepambana sana kwa ajili yangu. Nilikuwa sijui kama elimu nilionayo wewe ndio umenipambania. Asante sana. Last time, oh, ain't your last time. Moyo wangu umekupenda, kila dakika na wewe ni zawadi. Tukutane tena usiku, tuwe pamoja. Chika mpenzi wangu, naomba unisamehe kwa kukuhukumu vibaya. Jamani. Samahanini kwa usumbufu. Chika shemeji yangu, naomba unisamehe sana kwa yaliyopita. Na kuanzia leo, wewe ni shemeji yangu wa halali kabisa. Naomba yote yaliyopita tuyafikie, tufuate mengine yajayo. Shemeji, mimi nimekusamehe kutoka ndani ya moyo wangu kwa sababu sikuona kama ni kosa kumpenda mwanaume, kumwambia ukweli unampenda. Hilo sio kosa, lakini kwa mdogo wako ilikuwa ni kosa. Na mimi naweza nikasema basi ni kosa, nimekusamehe. Na wewe dada bwana, hebu wae nyumbani bwana, tuache. Bado tuna mawivu yani. Da. Sawa shemeji, basi tutakutana siku nyingine. Sawa mdogo wangu. Wewe endelea kuenjoy na shemeji. Wacha nikufanyie surprise. Next time, siku kama ya leo, nataka nikuvalishe pete mpenzi wangu. Nini? Unataka kunivesha mimi pete? Yeah, I'm serious. Mungu wangu jamani. Hata siamini bwana, acha utani. Utani gani? Sawa mpenzi wangu Chika. Mimi nipo tayari. Last time. Wa vipi sere? Mbona speed mwanangu? Tatizo nini? Wa mzee, siku zote lisemwalo lipo, na kama alipo liko nyuma linakuja. Oa, unasakwa mwanangu, yaani dakika hii unatafutwa.
Nasakwa? Na wakina nani? Mzee, mapolisi wanakusaka kama hela. Last time. Kwa mimi cha kushauri hapa mzee, unatakiwa upotee ujichenge. Jamii siku zote nilikuwa nawaambia, na hapa ushauri mnaniona mimi boya. Unaona? Kufatafata sui sauzi sui nini wanchi, unaona? Mwanza kumwenyeka shakuwa kichaa. Ni bangi hivyo, ndio hivyo. Oh. Kwani wameshajua kama mimi ndo nilihusika na kifo cha Nazi? Mzee, achana na kujua. Sheria haijawahi kumwacha mtu salama hata kama ukikuhisi tu. Kwa mimi hapa cha kushauri mzee, chomoka. Oa mzee, hapa mimi nachomoka mzee. Asa unachomokea wapi mwanangu? Niambie unachomokea wapi? Kama umeweza kuniletea taarifa mimi, basi hata huyo afande utamwambia mimi nitakapoelekea. Poa. Mimi siwezi kufanya hivyo mwanangu. Mwenyewe unanielewa kabisa. Alafu wewe mwanangu unaelewa kabisa mimi na wewe ni damu. Poa, mimi naingia maskani kuchukua begi na kuondoka. Au sio? Hey. Samba, umeniona kutaka kukimbia? Afande, shikamoo. Hivi kumbe na wewe unakuja maeneo haya? Lakini hata hivyo huku wanaishi watu wema sana. Unakumbuka ile siku nimepita nyumbani kwako? Nilikuuliza kuhusu Maliki. Na ulindanganya humfahamu kabisa. Lakini ile siku niliwakuta kule, mnataka kumbaka ule mtoto. Kwanza wewe hapo ulipo wewe ni mhalifu. Ni kwa nini ulindanganya? Sikiliza wewe nikwambie. Kama hautaniambia ukweli, unaenda kufia selo. Afande, kusema tu ukweli, Maliki namfahamu. Na mpaka hivi sasa ninavyozungumza, atakuwa nyumbani kwake. Anachukua vitu vyake ili aondoke. Unaweza kunipeleka? Sio mbali afande, tangulie nituni huko. Mimi nitangulie, si ndio? Basi twendeni. Jana wa siku hizi nadharau. Halikuwa kusudio langu kufanya hivi, ila sheria tu ndio zimenibidi kufanya hivi. Maliki, sheria? Sheria ndo nini mwanangu? Mimi nilijua tu, alijapita hata nusu saa tayari umeshanichoma. Yaani bora hata nisingekwambia naelekea wapi. wewe kijana,
wewe ni mhalifu, hivyo hatuna muda wa kupoteza. Tii sheria bila shuruti.